Hello, wanafamilia Jenga Mwili. Natumai mko fiti na mnamshukuru Mwenyezi Mungu, naendelea vyema kabisa. Mimi nipo ngangari. Mfungo umewafaa vizuri. Tunaendelea kukata mwezi tena. Siku zinasogea, siku hazigandi. Maisha yanaenda. Tunayakimbilia pia. Okay, kuna swali huwa napata mara kwa mara. Na leo nimeona nilizungumzie tena kwa video kabisa, sio audio tu. Mara nyingi audio watu wanazoea, najua labda yeye kuna mtu mmoja amejibiwa basi. Kwa hiyo nikisha video wao wengi na wavuta zaidi kuitazama ile na kuna kile ambacho kimeelezwa. Si jambo kubwa sana lakini jambo muhimu. Swali linauliza coach, baada ya kupungua hivi sitarudi tena? Nafikiri hata na wewe ulishawahi kuniuliza au bado unajiuliza. Jibu la hili swali siku zote huwa najibu inategemea. Haijalishi aniulize mtu mpya, yani mtu ambaye hajajiunga na Jenga Mwili au hajanunua Mofit, au mtu ambaye yupo ndani ya group yoyote ule, akiniuliza mimi jibu langu ni inategemea, kwa sababu kitu ambacho nimekisema wakati tunaanza program, wengi ambao walibahatika kupata zile siku 7 ni kwamba swala mtu ananenepa kwa sababu ya hii hormone ya insulin. Ikiwa imepanda, mwili wake unahifadhi mafuta; ikiwa imeshuka au imekuwa katika kiwango cha kawaida, mwili wake unatumia yale mafuta. Kwa ile panda shuka panda. Sasa ikipanda kwa muda mrefu, mwili unahifadhi zaidi mafuta. Ikiwa normal, mwili unatumia mafuta ambayo imehifadhi. Hii ndio sababu. Sasa kama sababu ni hii niliwaeleza kwamba hii huwa inatokea ikiwa huyu mtu mwili wake umeanza kupata madhara, labda inflammation, hizo vimbe zinazotokea mwilini, au magonjwa, au matumizi ya madawa kwa muda mrefu, seli zinaanza kuresist. Zina resist ni sukari ambayo anaila, glucose. Sasa hii glucose ikiwa inakataliwa kwa muda mrefu, ikiwa inazuiliwa kuingia kwa wingi, inapelekea mwili wako kuhifadhi mafuta. Ndio system inayofanya. Na hii glucose inatokana na nini? Nikaeleza na vyakula vya wanga. Nikasema si kila wanga, ni aina fulani ya wanga, hasa wanga ambao umesafishwa sana, umekobolewa sana, umebadilishwa uasilia wake, vitu hivyo vya kisasa. Tunazungumzia vitu ambavyo ni vya kisasa sana, vitu vya kiwandani. Umetoka kwenye asili. Kwa hiyo vinapelekea mwili wako kuingiza sukari kwenye, yani insulin kuwa inapanda mara kwa mara, kwa sababu chakula hicho kila sukari inaingia kwenye damu kwa haraka. Hiyo ndio sababu. Kwa hiyo mchakato wote ni huo. Sasa ikiwa umeshafikia lengo, inabidi ukumbuke kwamba hii sababu itaendelea kuwepo. Yani sababu ya wewe unene bado ipo pale pale. Hatuwezi kuondoa hii hormone ya insulin. Tukiondoa hormone ya insulin hatuwezi kusurvive, kwa sababu inahusika katika mchakato wa nishati mwilini. Hatuwezi. Inahusika kubeba hiyo nishati na kupeleka kwenye seli. Kwa hatuwezi kusurvive. Lakini inahusika pia kufanya mwili uhifadhi mafuta. Kumbuka mafuta yanahitajika kuhifadhiwa, lakini isizidi, baki tu hifadhi ya muda mfupi tu. Sio ile hifadhi mpaka inakuletea kitambi, nyama za umo, mikono hiyo inaning'inia mafuta kwa sababu ya hifadhi ya muda mrefu. Ni hifadhi ya muda mfupi tu. Sasa sababu ndio hiyo. Kwa hiyo kama sababu itaendelea kuwa hapo, ikiwa tumefikia lengo alafu tukaendelea kufanya tena makosa yale yale, basi tutasababisha hii tena sababu hii ya unene kuleta tena unene ile. Kwa hiyo mtu, ikiwa umelielewa somo nilotoa kuhusiana na hii insulin, na ukaelewa hivi vyakula vinavyofanya kazi, na ukaelewa umuhimu wa muda katika swala la insulin, kupanda na kushuka kwa insulin, ukielewa ule muda unaofanya kazi, kwamba mfano ukila muda fulani inachukua muda gani mwili wako kuanza kutoa mafuta, ukielewa hiki kitu. Lakini pia ukielewa ni vyakula gani vinapelekea spike ya insulin, ukielewa ni vyakula gani vinapelekea, au muda gani si mzuri kula, au ni vyakula gani vile kutokana na kazi yangu na umri wangu, basi naamini ukishafikia lengo hautorudi tena kabisa. Lakini kama ni mtu ambaye umri ushasogea, mimi nashauri tu ashike program ya Jenga Mwili. Yani iwe ndio system yake ya ulaji. Ili nimeliongeza tu hapa. Kwa hawa nazungumzia zaidi hawa vijana, kwa sababu maswali haya wengi wanauliza hivi. Coach, mimi nishafikia lengo, nafanya nini? Niendelee kula hivi? Je, nikirudi kula kama zamani sitonenepa? Ukiendelea kufanya makosa kama zamani utanenepa. Kama zamani ulikuwa unafanya makosa ambayo nimeeleza, basi utanenepa. Kama ulikuwa ufanye yale makosa, hautanenepa. Kwa sababu kilicho kunenepesha mwanzo ni mvuruguko wa mwili, ambao baadaye hata ulaji wako ukawa unachochea mwili wako kuhifadhi mafuta. Ila ukishakuja kufikia lengo, manake umeutibu mwili.
Sasa kama umeutibu mwili, ukija ukisababisha tena mwili kupata matatizo yale yale, basi utanenepa. Mfano, insulin resistance uliitibu kupitia jenga mwili, ndio maana usikii tena njaa ya ovyo. Sasa ukirudi tena ukaanza kuutengenezea tena mwili njaa ya ovyo kwa kulisha glucose kuliko protein na mafuta, utarudi tena kunenepa. Ila analiongeza kama nilivyosema, kwa mtu ambaye umri umesogea, ni watu wa miaka 60, 50 kwenda juu huko, yani haina haja tena kurudia ulaji wa kawaida. Shika ulaji wa jenga mwili, yani ule ulaji wa jenga mwili kama ulivyo, protini ya kutosha, mafuta kama tulivyoelezea, lakini wanga kidogo sana, yani kidogo tena. Huo wanga kidogo utafute viazi vyako vitamu, mahindi yako mazima, vigimbi, maboga, ni wanga mzuri. Wala usikimbie na usishindane na wajukuu wako kula ugali au wanaokula wali. Baada ya kusema hivyo, mtu wangu wa nguvu, kama una swali uliza hapo, lakini mimi kwa wakati huu naona nikutakie mfungo mwema na siku njema.